Kwa hiyo teknolojia kwa kiasi fulani tunaweza kusema imerudisha nyuma ile kasi ya usomaji wa vitabu kwa maana ya kitabu chenyewe physically, lakini kwa pande mwingine imefungua fursa ya kuongeza wasomaji, lakini si tu wasomaji, lakini hata waandishi wenyewe kupitia teknolojia imekuwa ni platform inasaidia kuweza kufahamu waandishi wengi, lakini pia na kuzifahamu kazi nyingi ambazo zimeandikwa na wataalamu tofauti, na vile kubezi tu na kitabu kimoja ambacho kiko kwenye shelf, ina maana utakachokijua ni kile kilichopo kwenye shelf. Warsha hii imeongozwa na mshindi wa Kane Prize mwenyewe wa 2018 Leslie kutoka Nigeria, pamoja na mwandishi na mhariri nguli kutoka Kenya, Otieno. Shughuli kama hizi ni muhimu kuhamasisha waandishi chipukizi, hususan wale ambao wanafikiria kazi za fasihi lazima ziwe kubwa kama riwaya, tamthilia na kadhalika, lakini kazi ngumu ni kuandika hadithi fupi. Kwa hiyo unaweza ukaanza na hadithi fupi, baada ya hapo ukajenga uwezo wa kuandika kazi refu zaidi. Ni furaha kubwa kwanza kuweza kufikia katika level ambayo ya kimataifa, kuweza kufanya kitu kikubwa kama hichi, hasa ukizingatia sasa hivi kuna mmomonyoko mkubwa sana wa usomaji wa vitabu kwa nchi zetu hizi hasa za Afrika, lakini sasa hivi ni dunia nzima imeathirika kwa sababu ya kuwa na vitu vingine tofauti ambavyo vitabu sasa hivi vimekuwa kama ni kitu ambacho kinaonekana wanakifanya watu wazima. Ni wachache sana vijana ambao wanahusika na hilo jambo. Kwa hiyo kushiriki kwetu sisi kama Emerson Zanzibar Foundation ni moja katika yale majukumu yetu sisi katika utendaji ama zile azma ambazo tumezipanga kama foundation, kuweza kuendeleza ama kulinda utamaduni wetu, sanaa yetu na vitu vingine ambavyo vinatuhusu kwenye Uzanzibari. Kwa hiyo tuna Zanzibar Music Award, tuna Emerson Zanzibar Music Award, kuna Film Award, tuna Art Award, lakini pia sisi ni waanzilishi pia wa award ambayo itakuwa ya upande wa uandishi.